Baba mmoja akakutwa na mke wake guest na binti yake wa kuzaa, na wala sio matano. Kila mtu amejiharibia heshima yake duniani. Akakamatwa, wakapeleka mahakamani. Anafikishwa mahakamani, anaomba nafasi kwa mheshimiwa hakimu amuulize swali. Mheshimiwa, naomba unipe nafasi nikuulize swali. Akaruhusiwa. Swali aliyouliza ni hili: Mheshimiwa, kama una mtaji wa 100,000 ukafanya biashara ukapata faida ya 50,000, kati ya mtaji na faida, mheshimiwa, ni ipi inayopaswa iliwe hapo? Mheshimiwa kwa haraka hajui kinachoendelea, akajibu akasema ni ile faida. Bila kuelewa akajibu ni ile nini? Ni ile faida. Yule baba akasema, sasa kosa langu mheshimiwa liko wapi? Maana hapa nilikuwa ninakula nini? Faida, kwa sababu mtaji ni mama, mtoto ni nini? Ni faida. Kosa langu liko wapi? Niachie. Wakaletwa, wakasikia zile siku 7, wote wapo hapo. Jamani, mvua inakuja, zimebaki siku 7, njoni muingie, njoni muingie. Majamaa yanamwambia, pumbavu, umekoswa kazi. Wazinzi wanapita karibu, wanamwambia, vipi mzee, tutapata guest humo ndani? Wanaambiwa guest haipo. Maana kuna orofa ngapi tu? Ya kwanza ni wanyama na wadudu, namba 2 ni ndege, namba 3 binadamu. Upepo na baridi, leva na za hapa. Hayo ni mamchanyato. Yasikilize vizuri. Futari hiyo. Watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa, Get the point. Take a step forward. Leo ninawatangazia tuna somo moja fupi mno ambalo linasema ya kwamba ningelijua. Linaishia hivyo tu. Somo linasemaje? Somo linasema ningelijua. Na maneno haya huwa yanakuja baada ya jambo, baada ya jambo. Ina maana muda umefanya nini jamani? Umeisha. Yaani nafasi haipo tena. Ningelijua ni mbaya. Anauliza, anasema ningelijua. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunahitaji muda mchache tu kwa somo hili fupi. Tupatie nafasi ya kulisikia somo hili. Ikikupendeza, ruhusu hali ya hewa iwe safi. Neno lako liwanyeshee watu wako. Na mwisho, jipatie watu watakaoliamini jina lako kutoka somo la leo. Ruhusu Roho Mtakatifu afurike kwa wingi. Malaika wako watakatifu waungane pamoja na sisi katika ibada hii. Amani yako itawale na jina lako litukuzwe. Shuka Yesu, useme na watu wote hawa kupitia mtumishi wako. Na kupitia neno lako jipatie ushindi na watu wengi wakapate kuokolewa. Tunaomba kwa jina lako Yesu. Amen. Kila kitabu cha Luka 21 fungu la Luka 17 fungu la 26 ameandika hivi. Hebu isikilize hii.
Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Kama ilivyokuwa siku za nani jamani? Kama zilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa hata siku za kuja kwa mwana wa nani? Naomba usikilize vizuri kabisa, ni somo fupi, lakini usipoelewa na leo, sisi ndio tunaiaga Nyamarambe kwa namna hii. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo ilivyo siku za kuja kwa mwana wa Adamu. Siku za Nuhu zilikuwaje? Endelea. Walikuwa wakila na kunywa. Siku za Nuhu walikuwa wakila na kunywa. Walikuwa wakioa na kuolewa. Oa na kuolewa. Hata siku ile ya Nuhu. Hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina. Alipoingia katika safina. Gharika ikashuka. Gharika ilifanya nini jamani? Ikashuka. Gharika ikashuka. Ikawaangamiza wote. Ikawaangamiza wangapi? Wote. Wote waliangamia. Lakini kabla gharika hajashuka, tangazo la gharika lilitangazwa. Kama leo tunavyokutangazia kuja kwa Yesu mara ya ngapi jamani? Leo ninakuonyesha historia ya Nuhu. Kesho nitakuonyesha Yesu atakapokuja. Jumamosi ninakuonyesha madhara ya kukataa maonyo. Jumapili tunaondoka. Nataka unisikilize vizuri. Kabla gharika haijashuka enzi za Nuhu, Nuhu alitangazia ulimwengu wote kuna mvua inafanya nini jamani? Aliwatangazia. Na kipindi hicho mvua ilikuwa haijawahi kunyesha juu ya uso wa nchi. Maana kabla ya dhambi mvua ilikuwa haijanyesha. Na unapoona mvua ikinyesha sasa hivi ni matokeo ya nini? Kabla ya dhambi mvua haikuwepo. Watu walivisha chakula kwa umande. Nombo ielewe, leo tunasoma la historia. Sasa hapa anatuambia hivi, kama zilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo ilivyo leo siku za kuja kwa mwana wa nani? Siku za Nuhu, Biblia inaandika, inasema watu walikula na kunywa, walioa na kufanya nini jamani? Na kuolewa. Hata ile siku Nuhu anaingia ndani ya safina, wasijue chochote, gharika ilishuka ikawaangamiza watu wangapi jamani? Hii kula na kunywa inayozungumzwa hapa sio ile ya halali. Hii kuoa na kuolewa kunakozungumzwa hapa sio kule kwa halali. Isikilize Mwanzo 6 fungu la kwanza. Fungu la kwanza hadi la 3 ameandika hivi. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Na wana wa kike walizaliwa kwao. Na wakazaliwa kwao. Wana wa Mungu. Ndipo wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Hiyo ndio naomba uisikilize. Wakajitwalia wake wowote waliowafanya nini jamani? Waliowachagua. Ina maana ya kwamba hawakubagua. Walijichukulia wanawake wote waliowachagua. Haijalishi ana mkongojo, ana mapengo, alibebwa. Hawakuchagua. Walibeba yoyote madam amepita amesogea site. Awe ni wa miaka 70, wa miaka 300, miaka 400, okay. Biblia inasema kama zilivyo siku za Nuhu, ndivyo ilivyo leo siku za kuja kwa mwana wa nani? Leo dunia imechanganyikiwa. Dunia imefanya nini jamani? Dunia imechanganyikiwa. Hivi mnafahamu dunia ikichanganyikiwa, dalili za kuchanganyikiwa namba 1 ni dalili gani? Maana huwa kuna dalili 3 tu ambazo nataka na wewe uzifahamu leo. Tunapoongelea dunia hatuongelei miti wala mawe. Tunaongelea watu. Hivi binadamu akichanganyikiwa, hebu naomba unisikilize. Dalili ya kwanza ya binadamu aliyechanganyikiwa ni kufanyaje? Hatujawahi kuona watu waliochanganyikiwa. Jamaa mwingine anasema ni kuasi sheria.
Hivi hapa hawajawahi kutokea wehu. Hivi mtu ili tuseme kwamba fulani amechanganyikiwa, dalili ya kwanza kabisa ya kujua fulani amechanganyikiwa ni dalili gani? Mbona mnasema kama mna wasiwasi na huku mmepata? Yaani hii ndio wage nafanya muandikiwe vizuri bila sana. Yaani mtu ili aonekane hata hapa kwenye mkutano kwamba fulani amechanganyikiwa, dalili ya kwanza ni kuvua nguo. Yaani hapa tulipo hapa, akitokea jamaa fulani hapa akazikongoroa, alafu akazikunja akajitwika kichwani, lazima tu tuseme fulani amefanya nini jamani? Dunia ya leo imechanganyikiwa. Na hii dalili imeonekana. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Ndio maana mnawaona watu wa kike, watoto wa kike walivyovaa. Sio kwamba wamevaa, isipokuwa wamevua. Kwa hiyo ukimwona mtoto wa kike amekuvalia kisketi kifupi, kimini cha sketi, elewa ni dunia iliyofanya nini jamani? Ni dunia iliyochanganyikiwa. Na hajakosea. Maana yuko kwenye line ya kuutimiza unabii. Nani atautimiza asipoutimiza huyo? Biblia inasema kama zilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo ilivyo leo. Siku za kuja kwa mwana wa nani jamani? Utapinga wewe? Siku za Nuhu dunia ilichanganyikiwa. Biblia inasema ndipo wale wana wa Mungu waliwaona wale binti za wanadamu. Isikilize hiyo vizuri. Waliwaona wale binti. Hawajasema vijana, wavulana. Waliwaona wale binti za wanadamu ya kuwa ni nini jamani? Ni wazuri. Kwani mtu amevua atakuwa mbaya? Avue binti awe mbaya kweli? Kwa mwanaume, labda kama ni mwanaume aliyechoka, lakini ana nguvu zake. Wewe dada hapo ukivua, wanaume wote hapa, wote watakuona wewe ni mzuri. Na wengine wataanza kuangusha mata. Dunia iliyochanganyikiwa. Wakawaona wale binti za wanadamu ya kuwa ni nini jamani? Ni wazuri, halafu wakajitwalia wake wowote waliowafanya nini jamani? Waliowachagua. Dhambi iliyofanywa nyakati zile ndiyo dhambi iliyofanywa nyakati za Sodoma na nini jamani? Na Gomora. Hiyo dhambi ndiyo inayofanywa mpaka leo. Paulo ameandika hivi, amewaandikia wanawake hivi. Hebu isikilize hii. Aliwaandikiaje? Kitabu cha Timotheo wa kwanza 9:2-9 ameandika hivi. Timotheo wa kwanza sura ya 2 fungu la 9. Aliwaandikia wanawake. Sikiliza. Maana wanaoleta shida duniani ni wanawake. Vivyo hivyo wanawake, nyinyi wanawake, na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Lazima wavae mavazi ya kufanya nini jamani? Ya kusitiri. Pamoja na adabu nzuri. Nini? Nzuri. Na moyo wa kiasi. Na moyo wa nini jamani? Wa kiasi. Si kwa kusuka nywele. Sio kwa kusuka nini jamani? Hapa anakataa kusuka ama anakubali wasuke? Kwa wale tunaoisoma Biblia, wanakatazwa wasisuke ama wanakubaliwa wasuke? Si kwa kusuka nini? Wala kwa dhahabu ya lulu. Kwa mapambo ya dhahabu na lulu. Wala kwa nguo za thamani. Basi hata uishi hapo. Paulo anakataa. Anaagiza wanawake kama ni kuvaa, tuvaeni mavazi ya kusitiri nini jamani? Ya kusitiri mwili, yani kuficha. Kusitiri ni kuficha. Kuficha mwili wote, kufunika mwili wote. Tena tuvae mavazi ya kusitiri mwili pamoja na adabu nini? Nzuri.
si kwa kusuka nywele, si kwa kuvaa mahareni na mabangili na maacheni. Lakini ulimwengu uliochanganyikiwa, badala yake, badala ya kusitiri, wao wakavua. Sasa Biblia kaandikwa hivi, ndipo wale watu wakaonekana ni wazuri. Yaani walipovua tu, Biblia kaandikwa hivi, Mwanzo 6 hiyo fungu la 2, akaandika hivi, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Wakaona wale binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote, wanawake wowote waliowachagua. Endelea baba. Bwana akasema, ndipo akasemaje? Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, maana yeye, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Walikuwa wakiishi miaka 800, 900 na kuendelea, lakini kuanzia pale, kwa ajili ya dhambi ya uzinzi na ulevi na urafi, miaka ya mwanadamu ikafanya nini jamani? Ikapunguzwa. Badala ya kuishi miaka 600, 700, 800, 900 na kwenda juu, badala yake wakatangaziwa sasa mtaishi miaka 100 na ngapi tu? Miaka 120. Nataka unisikilize vizuri baba yangu, dhambi inapunguza maisha ya mwanadamu. Dhambi inapunguza miaka na inapunguza siku za mwanadamu za kuishi. Leo hii, kadiri hii dhambi inavyoendelea kupamba moto, yani kadiri dhambi ya uzinzi, urevi, urafi inavyoendelea kuongezeka, ndivyo maisha ya mwanadamu na miaka ya mwanadamu inaendelea kufanya nini jamani? Kupungua. Badala ya kuishi miaka 120, Zaburi 90 imeandika nini? Fungu la 10, leo hii tunaishi miaka 70. Siku za miaka yetu ni miaka 70. Ukiwa na nguvu, na ikiwa tuna nguvu, miaka 80 inaisha. Kama unayo 90, nilikwambia siku ile nyingine umeongezwa ya walevi, wale wanaokunywa na kufa kabla ya wakati wao. Inachukuliwa ya kwao, inaletwa kwa wewe ambaye kidogo unakuwa una uaminifu kidogo. Kwa hiyo miaka yetu ya kuishi inaenda inapungua, ni kwa ajili ya dhambi kuongezeka. Yaani maasi yanavyoongezeka, ndivyo miaka na maisha ya mwanadamu yanaendelea kufanya nini jamani? Kupungua. Watu walifanya uzinzi hujawahi kuona. Lile fungu la 5 ameandika hivi, fungu la 5, 6 fungu la 5. Mwanzo 6 fungu la 5. Ameandika hivi, Bwana akaona ya kuwa, ndipo Bwana akaona ya kwamba maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Kila kusudi analoliwaza binadamu ni nini tu jamani? Ni baya tu siku zote. Na hapa Biblia imekwambia kama zilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo ilivyo leo, siku za kuja kwa mwana wa nani jamani? Kila wazo linalowazwa na mwanadamu ni baya tu. Mwingine sasa hivi yuko hapa anawaza tu, anaombea jua lizame, akabomoe maduka ya watu, akaibe. Mwingine afate mtu wake, mwingine akakutana mambo yake, mwingine akalewe. Kila mtu anawaza kivyake. Dunia imechanganyikiwa kama nyakati zile. Watu wakajibebea wanaume waliowataka. Biblia na historia inasema leo hii imekuwa zaidi yake kidogo. Maana leo, yani dhambi imeongezeka sana kuliko hata ile kipindi kidogo. Ndio maana unakuta leo baba anatembea na binti yake. Huwezi tu kaelewa. Dunia iko vingine, imechanganyikiwa. Isaya anaandika dunia kama ni kupasuka, imepasuka nini jamani? Sana. Tena kama ni kuvunjika, imevunjika sana. Tena imelewa kama nani jamani? Kama mlevi. Inawayawaya kama machela. Na mzigo wa dhambi zake umeilemea. Nayo itaanguka na wala haitafanya nini jamani? Haitainuka.
Leo kibinti tu cha miaka 15 kinakubebea kilo za mwanaume. Hujawahi kuona. Kinakubebea kilo 70 za mwanaume. Tena kinatembea nacho tu barabarani, kinanesa nacho tu. Kikiuliza, vipi dada, mbona umebeba sio size yako? Kitakupatia bango ambalo hautalisahau. Kitakwambia ni mshamba wewe. Siku hizi size ilibaki kwenye kiatu tu baba. Yaani kwa habari ya kuoa na kuolewa hakuna cha nini? Cha size. Dunia iko mbali. Ndio maana leo unaweza kukutana mtoto mdogo hakuachii njia. Maana kama ni kupasuka dunia kwa kweli imepasuka mno. Na ninashangaa wale mnaowashangaa eti amevaa mpasuo. Mimi ninashukuru mno, maana wanatufundisha kwa vitendo. Ukimwona mtu amekuchania nguo mpaka kwenye tako, anakufundisha hivi, dunia imepasuka nini sana. Yaani kama ni kupasuka imepasuka sana. Ndio maana ameipasua mpaka takoni, kukuonyesha ilivyochanika nguo yake ndivyo dunia ilivyofanya nini jamani? Ilivyochanika. Kwa hiyo usishangae, ni mtu anayekufundisha kwa vitendo, ni somo la vitendo. Sasa hivi ukikutana kijana hata unamzidi umri, una miaka 50, 60 na yeye ana miaka 15, 20, hakuachii njia. Kama wewe hujatoka, mtagonganisha magoti. Ukisimama na yeye anasimama. Ukimuuliza vipi na yeye anasema vipi wewe. Ukileta za kuletwa anakusubiria. Ukimwanga kofi unapiga hewa, maana mwenzako alishajifunza za kwenye video. Unatandika hewa, utashangaa tu kama ninginia kwenye ndevu kama kapopo. Kana kuambia mzee vipi? Dunia imekwisha baba. Fungu la 5 anasema ya kwamba kila kusudi analoliwaza binadamu leo ni baya tu siku ngapi? Zote. Fungu la 6 ameandika hivi. Endelea baba yangu. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani. Endelea. Akahuzunika moyo. Bwana akasema, alisemaje? Nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba juu ya uso wa nchi, mwanadamu na mnyama pamoja na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana nagairi kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Bwana asifiwe. Dunia yote Nuhu akapata neema machoni pa nani jamani? Pa Bwana. Ninawaombea watu wa Nyamalambe na Kenya yote mlioko hapa. Rafiki zangu, ninaomba upate neema, upate kibali machoni pa nani? Pa Bwana. Katika mahubiri haya, hii mvua sielewi kwamba tunaweza tukasikiliza kwa uzuri. Sijui tuishie hapa, tuendelee. Haya, naomba Roho Mtakatifu aendelee kunyesha ndani ya moyo wako, maana yawezekana mvua ikakomea ya neno. Fungu la 13 ameandika hivi. Endelea baba. Fungu la 11. Mungu akamwambia Nuhu. Fungu la 11. Soma. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. Biblia inasema dunia ikaharibika mbele za nani jamani? Hizo ni nyakati za Nuhu. Dunia ikaharibika kama tulivyotangulia kusema. Ikachanganyikiwa. Dunia ikajaa dhuluma. Dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia. Na tazama imeharibika sana. Maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Hebu simama hapo. Kila mwenye mwili akajiharibia njia yake wapi jamani? Na hapa Biblia inakwambia kama zilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo ilivyo leo. Siku za kuja kwa nani jamani? Kwa mwana wa Adamu. Dunia ikaharibika. Kila mwenye mwili akajiharibia njia yake duniani. Yaani kila mtu akachanganyikiwa. Wawe wazee, wawe vijana, wawe yani watoto. Kila mtu akachanganyikiwa. Hivi ilivyo hata leo. Yaani unakuta mzee kabisa bila hata kujiheshimu anakubebea kitoto. Mavijana bila kujiheshimu, kijana mdogo wa miaka 20, 17, 18 amekubebea kibibi. Yaani haelewi kinachoendelea.
Na ndio maana leo dunia ilivyochanganyikiwa. Leo hii mabibi na mabinti huwezi ukawabaini, huwezi kabisa. Kwa nini? Maana wote wanaoga vizuri. Kama ni kirimu, mabibi nao wana kirimu. Kama ni wanja, mabibi nao wanapaka. Kama ni hereni, mabibi vizee nao wanavaa hereni. Unakakuta hata kana maamvi lakini kamefunga kitambaa ili zisionekane. Kama sio kitambaa kanaweka piko na kenyewe. Siku moja kijana mmoja akajiponda kwa kabibi. Anafikiri ni kiyanki. Akapiga mkono. Tayari bibi na yeye akageuka akasema hapa mkanda umewaka. Akasimama, mkanda umefanya nini? Umewaka. Kijana akafika akajiponda, anakaita mama, anakaita dada, mara mama mdogo. Unasemaje? Kaka mkubalia tu na kenyo kamebadilisha na sauti. Kanaongea kama kasichana. Na huku ni kibibi, kimejifunga kitambaa, kirimu hapa yani imewekwa kama nini? Kila kitu, mapambo ya yote. Sasa walipokubaliana, baadaye wameingia site ya guest. Ilikuwa ni usiku, giza. Umeme unawaka. Walipo ndani ya zile kukurukakala kama mtu na hawala yake. Alishangaa kitambaa kimetoka wapi? Kichwani. Yule kijana alipoinua kichwa hivi, akakutana mamlaka ya pamba. Kichwa chote Alikuwa anakaita dada, akaanza bibi nisamee basi, nisamee bibi. Kakamwambia sikusamei, walikuwa wameelewana Msimbazi. Kakamwambia mimi nipe Msimbazi yangu nijiondoke. Umeshindwa kazi wewe mwenyewe. Shida, dunia imechanganyikiwa. Yani hata mabibi hawaelewi. Leo hii mama ukimwita mkekuru, yani mnakosana. Unanimegeaka ugali. Kuna wengine hata ukimwambia ameolewa barabarani, anakubangua bango. Ulikuwepo kwenye harusi yangu. Dunia imechanganyikiwa. Biblia nasema kila mtu amejiharibia njia yake wapi? Maana yake kila mtu amejiharibia heshima yake duniani. Baba mmoja akakutwa na mke wake guest na binti yake wa kuzaa, na wala sio matano. Kila mtu amejiharibia heshima yake duniani. Akakamatwa, wakapeleka mahakamani. Anafikishwa mahakamani, anaomba nafasi kwa mheshimiwa hakimu amuulize swali. Mheshimiwa, naomba unipe nafasi nikuulize swali. Akaruhusiwa. Swali aliyouliza ni hili: Mheshimiwa, kama una mtaji wa 100,000 ukafanya biashara ukapata faida ya 50,000, kati ya mtaji na faida, mheshimiwa, ni ipi inayopaswa iliwe hapo? Mheshimiwa kwa haraka hajui kinachoendelea, akajibu akasema ni ile faida. Bila kuelewa akajibu ni ile nini? Ni ile faida. Yule baba akasema sasa kosa langu mheshimiwa liko wapi? Maana hapa nilikuwa ninakula nini? Faida, kwa sababu mtaji ni mama, mtoto ni nini? Ni faida. Kosa langu liko wapi? Niachie. Pumbavu sana. Dunia kupasuka, imepasuka nini jamani? Watu hawajui, hawaoni. Na sasa nataka nikwambie, kama zilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo ilivyo leo siku za kuja kwa mwana wa Adamu. Dunia imechanganyikiwa. Ndio maana watu wanatembea uchi. Ndio maana watu wanafanya wanavyopenda, wanakula wanavyopenda. Mtu akichanganyikiwa anakula ovyo ovyo. Utakuta anakula na vya majararani. Ndivyo ilivyo hata leo. Dunia imechanganyikiwa, wanakula hata visivyoliwa. Wanakunywa ovyo ovyo, wanaoa ovyo ovyo, wanaolewa ovyo ovyo. Ndivyo ilivyokuwa siku za Nuhu. Fungu la 12 akaandika hivi. Sikilize hii. Mungu akaiona dunia. Ndipo Mungu akaiona dunia. Na tazama imeharibika sana. Maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani.
Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia nini? Dhuluma. Basi nitawaharibu, nitawaharibu pamoja na dunia. Na nini? Na dunia. Basi Mungu akamwambia Nuhu, sasa sikiliza, ujifanyie safina ya mti wa mvinje. Sasa jitengenezee safina mti wa nini? Ndipo Mungu akamwagiza Nuhu, kwa sababu dunia imeharibika na mimi nimeamua kuiharibu dunia na mwanadamu ili kuwa salama, ili muwe salama. Jenga nini jamani? Naomba tuimbe wote. Kawimbo kanasema hivi: tengeneza safina, tengeneza safina, tengeneza safina, tengeneza safina. Imba. Pitia moto hata kama ukajui. Tengeneza safina, tengeneza safina. Safina moyo wako, safina moyo wako, safina moyo wako, safina moyo wako, moyo wako, safina moyo wako, safina moyo wako, safina moyo wako. Yaja maombolezo, 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 yaja maombolezo. Ndipo Nuhu akaambiwa tengeneza nini jamani? Ili kujihifadhi na gharika ya mvua. Akaambiwa utatengeneza safina ya namna hii. Endelea baba. Fanya na vyumba ndani ya safina. Endelea. Ukaifunike ndani na nje kwa lami. Endelea. Hivi ndivyo utakavyoifanya. Moja. Mikono 300 urefu wa safina. Endelea. Mikono 50 upana wake. Endelea. Na mikono 30 kwenda juu kwake. Endelea. Uifanyie safina mwangaza. Ifanyie madirisha. Ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja. Yaani tengeneza madirisha ya kutosha kifua kizima hivi. Endelea. Ukautie mlango wa safina katika ubavu wake. Weka na mlango katika ubavu wa safina. Ukaifanyie dari 3. Tengeneza ndani yake, jenga orofa ngapi? 3. Yaani ile safina ilijengwa, naomba usikilize, kwa marefu mikono 300, kwa mapana mikono 50, madirisha yake mkono mmoja. Ukatengenezwa mlango katika ubavu wa safina. Lakini ndani ya safina hiyo, safina ikajengwa kwa orofa ngapi? 3. Hiyo ndio maana ya dari. Ikajengwa kwa orofa 3. Maana yake ilikuwa ni hii: orofa ya kwanza wataingia wanyama, orofa ya pili wataingia ndege, orofa ya 3 atakaa binadamu mwenye heshima zake. Ikatengenezwa na orofa ngapi? 3. Ndipo akamwambia baba, endelea. Na tazama, nitakuja, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi. Nitaleta gharika ije juu ya uso wa nchi. Niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai. Endelea. Kisiwepo chini ya mbingu. Endelea. Kila kilichoko duniani kitakufa. Kila kilichoko duniani kitafanya nini jamani? Kitakufa. Basi safina ikafanya nini jamani? Ikajengwa. Lakini kipindi safina inajengwa, sikiliza, ni somo la historia. Nuhu alikuwa anawaita watu, jamani, kuna mvua inafanya nini? Kuna mvua inakuja, njoni tujenge safina. Aliwashirikisha binadamu wote. Lakini watu walipita karibu na Nuhu, wanamcheka, wanamwambia, wewe baba umelewa. Maana tangu uwepo dunia, tangu misingi ya dunia kuwekwa, haijawahi kutokea. Na wengine walipita wanamwambia Nuhu, tunajua wewe mzee, utotoni ulikuwa na mchango wa degedege, pengine limekurudia. Eti amerudiwa na mchango wa nini? Wa degedege. Walevi walipita wanamwambia, je, hiyo safina
Kutakuwemo na baa. Wakekuru wenye ugoro zao nao wakapita karibu, wana maugoro kwenye viganja. Walipomsogelea wanayavuta kwa kutumia pua, halafu wanakataa kwa kutumia makamasi. Wanampengea wakimwambia, sisi hatutaki kwa makamasi. Na wengine walimumwagilia mavumbi. Rafiki yangu, kile kinachokupata wewe ni kingine, ni kidogo kuliko kilichompata yule mzee. Lakini yule mzee hakumaliza wala hakuacha kusema. Naomba usikilize vizuri. Wapo baadhi walimsaidia kujenga. Biblia na historia inasema hivi, Nuhu akauza vitu vyote vya kwake, akauza nyumba, akauza mashamba, akauza rasilimali zake zote, hela zake zote zikaja kuwekezwa kwenye nini jamani? Kwenye safina. Wekeza hela zako kwenye kazi ya Mungu. Hela za Nuhu zikajenga safina, na wakina John ndio walikuwa mafundi. Safina ikaisha. Biblia inasema wakaijenga safina ndani ya miaka 3. Safina ikaisha kujengwa. Nuhu akaanza kuwaita watu, jamani, safina imeisha, njoni muingie bure. Waingie nini tu jamani? Waingie bure. Mtu yalimwambia Nuhu ni mjinga, ameuza nyumba, ameuza mashamba, ameuza kila kitu, na sasa hana mahali pa kuishi. Amerudi kwenye safina, sijui atakula wapi. Yalimdhalau mtu, yakamnyanyapaa, yakamwambia, mpumbavu wewe. Kama ni kutukanwa, huyu baba alitukanwa sana, lakini hakunyamaza. Ninaomba rafiki zangu mnaonisikiliza popote, tutachekwa, tutaonwa hatufai, tumeacha miji wiki 2, tunalala bila hata yani baridi sio mabaridi hayo, tumejikunyata. Wengine hata waume tumewaacha nyumbani, tumewaacha wake zetu nyumbani, tunajikunja, majamaa yanatucheka, tumekoswa nini? Kazi. Yani hayo ni machache. Na kweli unaweza ukaonekana kama mjinga, maana sasa hivi za baridi mabaridi yote ya hapa Kenya unaweza ukafikiri yamerundikwa kwenye shuka yako, kumbe ni uhaba tu wa mawazo. Ni tatizo tu la kumwacha mke ndani, kumwacha nyumbani. Nashukuru wakina Musa, wao wamekuja na wakwao. Bwana asifiwe. Lakini Hamka, yani mpaka anaombea siku ziishe mapema ili na yeye arudi kwenye jiko lake. Yani watu wanacheka, hawa watu walishakoswa kazi. Yani watu hawawaambii tu. Yani wiki 2 wako hapa. Hivi kazi wanalima wapi? Watalimaga lini? Tunachekwa. Lakini hiyo ni kidogo. Nuhu alichekwa mno. Maana yeye aliuza kila kitu kwa ajili ya kujenga nini jamani? Halafu akarudi na familia yake kwenye safina. Wewe hata hujafanya hilo. Watu wakamcheka, mwenye kumzomea wakazomea. Lakini napenda unisikilize napoenda kwa ufupi. Ndani ya miaka 100 watu wanahubiriwa waingie ndani ya nini jamani? Ya safina. Ndani ya miaka 120 zikaisha. Ndipo Mungu akamwambia Nuhu, sasa wale binadamu niliokuambia kuambia waingie wako wapi? Nuhu akasema wamekataa baba. Mungu akasema maneno haya, Mwanzo 7 fungu la 1. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina. Kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Endelea. Katika wanyama wote walio safi, na katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 mume na mke. Endelea baba. Na katika wanyama wasio safi 2 mume na mke. Endelea. Tena katika ndege wa angani 7. Endelea. Mume na mke. Endelea. Ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Ili ujihifadhie hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Endelea. Kwa maana baada ya siku 7. Mungu akatoa siku 7 za rehema. Kumbuka amehubiri miaka 100 na ngapi? Hajaingia hata mtu mungapi?
Mungu akaruhusu tena sasa wahubiri kwa rehema, nimekupa siku zingine ngapi? Ninakupa siku zingine 7. Waambie waingie, na kama hawatazitumia hiyo nafasi, nitalifanya nililolikusudia. Nitainyeshea dunia mvua. Ndipo nitainyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku. Usiku na mchana. Na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Nuhu akasimama akaanza kusema, jamani, nataka nikwambia historia inasema dunia yote kwa ajili ya lile safina ambalo lilitengenezwa, kona zote za ulimwengu walikuja pale kulishuhudia lile lililotengenezwa na Nuhu. Ilikuwa ni kiroja. Na kumbe Mungu aliwaleta pale ili wasikie ujumbe. Na mpaka dakika hii tupo hapa ili kuacha ushuhuda. Usifikiri kwamba tunataka Nyamarambe yote eti iingie ndani ya safina. Sisi tunachotafuta Nyamarambe yote isikie nini jamani? Isikie neno. Hicho ndicho tunataka hicho. Wakaletwa, wakasikia zile siku 7, wote wapo hapo. Jamani, mvua inakuja, zimebaki siku 7, njoni muingie, njoni muingie. Majamaa yanamwambia, pumbavu, umekoswa kazi. Wazinzi wanapita karibu, wanamwambia, vipi mzee, tutapata guest humo ndani? Wanaambiwa guest haipo. Maana kuna orofa ngapi tu? Ya kwanza ni wanyama na wadudu, namba 2 ni ndege, namba 3 binadamu. Hakuna mahali pengine pa kujificha. Binadamu wakakataa kuingia. Biblia inasema wanyama, ndege, wadudu wao wakaisikia sauti ya nani jamani? Wakasikia sauti ya Mungu, wakaingia ndani ya nini? Yaani unazidiwa na ndege. Na hapa Biblia inasema kama zilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo ilivyo leo, siku za kuja kwa mwana wa nani? Utakinywea. Nisikilize, siku 7 nazo zikafanya nini jamani? Zikaisha. Kumbuka somo linasemaje jamani? Somo linasema ningelijua. Zile siku 7 zilipoisha, isikilize vizuri hiyo. Siku 7 zilipoisha, ndipo Biblia inasema kulikuwa hakujawahi kutokea wingu hata moja, na dalili za mvua zilikuwa hazipo siku hizo. Siku hiyo baada ya zile siku 7 kukatokea kawingu hapo angani, kadogo kama kiganja hivi, kametanda, kamoja keusi. Kalikuwa kamoja yakawa mawili, mawili matano, matano 10, 10 100. Anga lote likajaa nini jamani? Likajaa mawingu, na ilikuwa kiloja, maana mashikoro mageni ilikuwa haijawahi kutokea. Ndipo wanasayansi wa enzi hizo wakaitana, wale wasomi wakaanza kuonyeshana, jamani, na hicho ni nini? Binadamu wote wakashangaa, wakataharuki. Ndipo wakaanza kusema wote wanatetemeka, wanaangalia juu. Wanasayansi wasomi nao walishindwa kuelewa ni nini hicho. Ndipo wakaanza kusemezana, yaweza kuwa ndicho Nuhu alichokuwa anafanya nini jamani? Ndicho Nuhu alichokuwa anasema. Walipokuwa ndani ya zile tafakari hizo, manyunyu yakaanza. Na manyunyu yalipoanza, historia na inasema hivi, ndipo wanawake kwa wanaume, wasomi kwa wasioenda shule, wabumbumbu na maprofesa wakaanza kukimbia, wakaingia ndani ya nini jamani? Ya safina. Hakuna aliyetegea. Wakina mama hawa msione hapa ni wavivu wa kukimbia kama bado ni amani, lakini mambo ya kigaga wote ni wana mbio za kulingana. Yaani mabibi vizee walikimbia kuzidi na mabinti. Hakuna aliyetegea. Wakakimbia, wakaingia ndani ya nini? Ya safina. Lakini Biblia inasema hivi, walipomaliza kuingia wanyama na kila kitu kimeingia, lile fungu la 13 Mwanzo 7 ameandika hivi, siku ile ile Nuhu akaingia katika safina. Siku ile ile Nuhu akaingia yeye
yeye na Shemu na Hamu na Yafeti wana wa Nuhu. Na mkewe Nuhu wakaingia, na wake watatu wa wanawe pamoja naye, wao na kila mnyama wa mwitu kwa jinsi yake, na kila mnyama wa kufugwa kwa jinsi yake, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi kwa jinsi yake, na kirukajo kwa jinsi yake, viumbe wanaingia, kila ndege wa namna yoyote waliingia katika safina alimo Nuhu, wawili wawili, wa kila chenye mwili kilicho na pumzi ya uhai ndani yake. Na walioingia waliingia mume na mke, na kila kitu chenye mwili kama vile alivyomwamuru Mungu. Bwana akamfungia. Murango wa safina ukafanywaje? Ndipo wale walipokuja wanakimbia waingie, wakakuta safina mlango wake umefanya nini? Umefungwa. Na mvua imeanza. Biblia na historia inasema hivi, Mungu alifungua koki za juu na za chini. Ina maana mvua, maji yalitoka juu na wapi? Na chini. Vinyweleo vyote vya ardhi vikabubujisha maji. Madirisha yote ya mbinguni yakabubujisha maji, koki zikafunguliwa. Ndipo walipofika kwenye safina, walifika kwa neno moja tu, wakimwambia Nuhu, tumeamini, tufungulie. Tumefanya nini jamani? Shenzi nyinyi, munasubiria mambo ya wakagie, yani ya wakagie. Nuhu linasema iwatwange kwanza. Walilia, kila mmoja akaanza kusema ningelijua. Muda umefanya nini jamani? Muda umekwisha. Unisikilize vizuri baba hapo, mama hapo. Ningelijua, Waswahili wa Tanzania wanaita ni mwejukuu wa nani jamani? Ni mwejukuu wa majuto. Ninakuombea baba, ninakuombea mama, ninakuombea kaka na dada pale, usimbebe mtoto huyo. Usimbebe mtoto huyo. Bado muda upo. Murango wa rehema bado umefunguliwa kwako. Nataka nikwambie hapo, si muda mrefu. Biblia inasema kama zilivyokuwa siku za Nuhu, leo ndivyo ilivyo. Watu wanahubiriwa jamani, Yesu anakuja, Yesu anakuja. Watu wanaona kama tunacheza. Walianza kulia, Nuhu awafanye nini jamani? Awafungulie. Historia inasema Nuhu alishuka kutoka orofa ya 3, akatembea mpaka mlangoni, akaja awafungulie. Mzee wa watu mwenye huruma, na zihaka zote alizofanywa hizo hakuzihesabu. Akaja awafungulie, lakini alipoutikisa mlango kuufungua, historia inasema haukutikisika, maana ulikuwa umefungwa na nani? Ndipo akasema jamani, akalia, akatoa machozi, akasema jamani, hata mimi sijafunga mlango. Nuhu mzee wa watu akarudi anaumomonyoa kwenda sehemu yake, orofa ya ngapi? Ya 3. Alipofika pale, historia inasema na yeye akafika akaandika 4. Akaanza kuangalia. Historia inasema ile safina ilionyesha nje na ndani. Yaani wa ndani waliwaona wa nje, na wa nje walimuona wa wapi? Waliwaona wa ndani. Ndipo na yeye akaanza kutabasamu na kuwafurahia, akifurahia kile Mungu anachowafanyia wale wagumu wa kuelewa, wale vichwa maji. Ndipo aliwaambia neno moja, akawaambia basi mliyakoroga wenyewe, yanyweni Kulikuwepo na wanaume vitambi kama wakina Pastor George hivi, vitambi vitambi waka tunawatumia kwenye mambo ya kigaga, maana akisimama kifua chake tu kinaogopesha. Anasema kulikuwepo na mtu hodari, wanaume hodari yenye nguvu. Walikubaliana sasa, kwa kuwa Nuhu amekataa kutufungulia, mbinu namba 1 waliopanga, tuchukue mawe tubomoe nini? Safina. Na kweli wakaleta mawe makubwa ambayo kwa leo tunaita mafatuma, na jiwe lilikuwa likibebwa na watu 5.
Sikiliza kilichowatokea. Walikuwa wanasukuma hivi, jiwe linapiga mlango, linawarudia waliolisukuma. Linawapiga. Yaani kama na wewe ulishikapo, lazima likutandike. Kama ulihusika tu kuwekapo mkono wako, linakutandika. Linarudi kwa nguvu za Mungu, linawapiga wanaume. Walikimbia wanasema hii haipigwi. Wakakimbia wanakiri kabisa kwamba hii haifanyi nini jamani? Walishindwa, lile zoezi likashindwa kufanikiwa. Wakabuni mbinu namba 2 na ya mwisho. Wakasema kwa sababu mlango umekataa kufunguka, kilichobaki kila mmoja ajiponye na afisi. Ndipo wakaanza kupanda kwenye miti mirefu. Eti watasalimika huko juu ya matawi. Nisikilize ilivyokuwa. Ninakupa somo la historia na ndivyo ilivyokuwa. Wakaanza kupandilia miti. Nataka unisikilize, hata wa mabibi vizehe siku hiyo walijua kupanda miti. Kwenye shida hakuna mvivu. Unamwangalia mama kabisa na matiti yalishaka gandamana na mifupa, anafyetela. Anapandilia miti. Wakafika kule matawini juu, wakakaa, wakasema sasa hapa tumesevu. Nisikilize, mvua ilikuwa inanyesha. Ilikuwa inanyesha, hujawahi kuona inatoka juu na wapi jamani? Na chini. Walishtukia maji yamegusa matako. Nakumbuka matawi yamefanyako nini? Yameshaishako. Yaani mti hauendelei. Na maji yamegusa nini? Aende wapi? Upepo na baridi leva na za hapa. Hayo ni mamchanyato. Yasikiliza vizuri. Futari hiyo. Yaani zaidi ya mabaridi ya hapa Kenya, kulikuwa na baridi, watu wanatetemeka, yaani ameshikilia tu. Walishangaa. Biblia na historia inasema kila mmoja alianguka, walianza kubinuka kuanguka chini. Na ilivyokuwa historia, walibinuka wote, hakuna aliyeanguka kwa kukaa. Wote walibinuka miguu juu, vichwa nini? Chini. Maji yalijaa vishindo vya wanadamu. Walianguka kama maembe dodo. Pupu, pupu, pupu. Yaani milio ikawa sio milio. Pupu, pupu. Wanene sasa kama nampenda sana rafiki yangu yule mnene, nampenda sana. Yaani tunapendana sana na yule baba. Na huyo ninampenda, nitamtolea historia kila nitakakoenda. Ni mtu mkarimu. Na sasa ananiambia kwamba rafiki yangu poa tu, mambo yatakuwa mazuri. Na ninamsubiria Jumamosi ndio nitamfagilia vizuri. Bwana asifiwe. Yes. Yaani wakaanza kuanguka wenye kilo zao. Wenye vikilo vidogo. Yaani kila mmoja na kishindo chake. Sasa nisikilize. Sasa kulikuwepo na msomi mmoja, mwanasayansi mmoja. Yeye akafikiri kwamba sipandi kwenye mti. Akasema nitapanda juu ya safina. Msomi huyo akapanda juu ya nini? Ili safina inapoelea na yeye anafanya nini? Anaelea. Na kweli akasevu. Akakaa pale, safina inaelea, inamueleza. Binadamu wengine wote wakaishia maji, wote wakadumbukia, wote. Akabaki yeye peke yake juu ya safina. Sikiliza alivyofikiria. Alipoangaza dunia yote haina watu. Aliyokuwa na waona wamekalia miti yote hakuna hata mmoja. Akafikiri wazo la kwanza. Sasa watu wote wameisha, nitaoa wapi? Pumbavu mwanasayansi huyu anaanzia kuoa kwanza. Wazo la kwanza ni kufanya nini jamani? Jamani, kwenye kuoa. Wazo la pili likasema vitu vyote vimesagwa, vyote vimeteketea, nitakula nini? Alifikiria mawazo mangapi tu jamani? Kuoa na kula.
alipokuwa bado anatafakari na kutathmini mawazo yake, historia inasema Mungu akang'oa limti lenye matawi, likaletwa na upepo wa vurumai, likaletwa limemlenga yule jamaa, likaja likamfagia kama mfagio, na yeye akabinuka, miguu wapi? Juu, kichwa chini. Historia inasema yule mwanasayansi alipiga kishindo ambacho kilikuwa hakijatokea, kilikuwa kikubwa kuzidi mishindo yote. Mara ya mwisho Obadia akaandika moja fungu la 3 na la 4, akaandika hivi. Sikiliza hiyo fungu la 4, ameandika hivi: ujapopanda juu kama tai. Ijapokuwa alikuwa amepanda juu kama tai, ijapokuwa kiota chako kimeweka kati ya nyota, katikati ya nyota. Maana safina ilikuwa huko katikati ya nyota. Ndipo nitakushusha kutoka huko. Mungu akatangaza akasema, nitakushusha kutoka huko, asema Bwana. Anayesema ni nani? Mwana sayansi msomi na elimu zake na madigiri yake, akaanguka kwa mara ya ngapi jamani? Nataka unisikilize vizuri baba yangu, kwenye ajali na kwenye hukumu ya Mungu hakuna cha msomi. Jisalimishe kwa Yesu, bado mlango wa rehema umefunguliwa. Si muda mrefu mlango wa rehema utafanya nini jamani? Utafungwa. Biblia inasema na historia inasema, ndipo binadamu wote walifanya nini jamani? Walikufa maji wote. Na historia inasema walikuwa bilioni, watu walioishi enzi za Nuhu. Historia inasema walikuwa bilioni 11.5. Maana yake bilioni 11 na milioni 5. Wote wakafa nini jamani? Isikilize saba Mwanzo, hilo fungu la 17. Maji yalizidi kuenea na watu wote walikufa. Ile gharika ilikuwako juu ya nchi siku 40. Soma hiyo. Nayo maji yakazidi. Endelea. Yakaieleza safina. Endelea. Ikaelea juu ya nchi. Maliza. Maji yakapata nguvu. Yakazidi sana juu ya nchi. Na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu sana juu ya nchi. Endelea. Na milima mirefu yote iliyokuwako chini ya mbingu ikafunikizwa. Maji yakapata nguvu hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Maliza. Wakafa wote wenye mwili waendao juu ya nchi. Jamani, walipona wote? Wakafa wote wenye nini? Wenye mwili. Endelea baba. Na ndege na wanyama wa kufugwa wakafa wote. Na kila mnyama wa mwitu wote. Na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi wote. Na kila mwanadamu, kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake kikafa. Kila kilichokuwako katika nchi kavu wote, kila kilicho hai juu ya uso wa nchi wote kikafutiliwa mbali yote. Tangu mwanadamu hata wanyama wa kufugwa na kitambaacho na ndege wa angani vilifutiliwa mbali katika nchi. Akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye katika safina. Bwana asifiwe. Akabaki nani tu jamani? Na wale waliokuwemo ndani ya nini? Biblia inasema walikuwa watu wangapi? 8. Nuhu na mke wake na watoto vijana 3 na wake zao. Vijana 3 na wake zao 3, 6. Jumulisha Nuhu na mke wake wangapi? Kitabu cha Petro wa kwanza 3:19 anaandika leo inafananishwa na watu wanaohubiriwa leo. Maana Biblia inasema kama zilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo ilivyo leo siku za kuja kwa mwana wa nani jamani? Wa Adamu. Fungu la 19 na 20 ameandika hivi. Petro wa kwanza 3:19 ameandika nini? Ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri kama leo tunavyowahubiri hapa Nyamarambe, watu wasiotii hapo zamani. Lakini watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu,
Safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 walifanyaje? Waliokoka kwa maji. Bwana asifiwe. Watu wangapi tu jamani? Mabilioni. Nimetangulia kusema walikuwa bilioni 10 na ngapi? 11 na milioni ngapi? Bilioni 11.5. Wote wakafa maji. Wote wakafa. Acha, Mungu hana cha wasomi, hana cha tajiri, hana cha mnene, hana cha mwenye vyeo. Kama utashindwa kuelewa leo, nataka nikwambie gharika ya moto inafanya nini jamani? Maana Mungu ametoa ahadi, amesema hata igarikisha tena dunia kwa maji. Ndio maana akaweka upinde wa nini? Wa mvua. Akaweka upinde wa mvua. Leo tumetangaziwa kuna gharika ya moto inakuja. Napenda nikwambie mtu wa Nyamarambe na nyote watu wa Kenya mnakonisikiliza kona zote za uwanja huu, ninapenda niwaambie ingieni ndani ya safina. Na safina yetu leo ni kanisa. Kanisa ambalo linatunza amri 10 za nani? Na imani ya nani? Hii ndiyo safina inayohifadhi watu hai. Yesu anapokuja na gharika ya moto inapokuja, watu watakaokutwa wameshika amri 10 za Mungu watakuwa salama ndani ya safina. Napenda unisikilize. Safina wetu leo ni kuingia ndani ya kanisa. Ni kuingia ndani ya kanisa, ni kumwamini Yesu na kubatizwa. Fungu la 21. Soma baba yangu wewe. Fungu la 21 ameandika hivi. Petro wa kwanza 3:21 ameandika mfano wa mambo hayo. Isikilize vizuri, hebu irudie hiyo. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Kwetu sisi ni nini? Ubatizo. Kwetu sisi ni ubatizo unaowaokoa ninyi tuokoa sisi pia siku hizi za kuja kwa mwana wa nani jamani? Wa Adamu. Nataka nikwambie baba yangu, ninakutangazia kuingia ndani ya safina. Maana yake muamini Yesu, ubatizo. Na Jumamosi tuna ubatizo wa mwisho. Kama ulishindwa kubatizwa Jumamosi iliyoisha, changamkia Jumamosi ya kesho kutwa. Kama ulichelewa Jumamosi iliyokwisha na kualika kwa mara ya mwisho, changamkia Jumamosi inayokuja. Jumamosi tutabatiza watu hapa na kuombea. Ninakualika, andikishwa jina ubatizo Jumamosi. Maana kama zilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo ilivyo leo siku za kuja kwa maana wanani jamani? Kama siku zile watu waliangamia kwa maji, leo Petro wa pili ameandika 3 fungu la 6. Biblia imeandikwa hivi 3 fungu la 5 na la 6. Ameandika hivi, maana hufumba macho yao. Watu wamefumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia ambayo imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Endelea. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule, anasema kwa hiyo dunia ya wakati wa Nuhu iligharikishwa kwa maji na maji ikaangamia. Lakini mbingu za sasa, mbingu zetu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto. Kwa nini? Kwa moto. Zimewekwa akiba kwa moto. Kwa neno lilo hilo zimelindwa, zikilindwa hata siku ya hukumu. Siku ya nini? Ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Wasiomcha nani? Mungu. Ile dunia ya Nuhu iligharikishwa kwa maji, lakini mbingu za sasa, nchi za sasa zimewekwa akiba kwa nini jamani? Kwa moto. Lile fungu la 9 anasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, kwamba amekawia, bali huvumilia kwenu, na tuvumilia sisi. Maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote waifikirie toba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anahitaji watu wote wafikirie nini jamani? Muda umekwisha. Kama ni dunia tumeila. Kila jambo lina mwanzo na nini jamani? Sio muda mrefu. Nataka nikwambie, mlango wa rehema unafanya nini jamani? Unafungwa. Ninakuombea baba, na kuombea mama, kijana, binti, popote unaponisikiliza, angalia usifungiwe wapi? Nje. Ogopa sana kufungiwa nje. Dunia si muda mrefu itawashwa moto. Si muda mrefu baba yangu. Gharika ya moto inafanya nini jamani? Inakuja.
Lile fungu la 10 ameandika hivi, usikilize hiyo. Fungu la 10 ameandika hivi: lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi, kama vile mwizi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Maliza baba. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu, tukitazamia ile ije siku ya Mungu na kuihimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa na kuungua, zikiungua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Bwana asifiwe. Tunatazamia mbingu nini jamani? Na nchi nini? Ambayo haki yakaa. Hakuna mzinzi, hakuna mchawi humo. Wangapi wanaombea na wao wawemo kwenye nchi mpya? Mikono juu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, kama zilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo ilivyo leo siku za kuja kwa mwana wa nani? Watu waliokuwa vichwa maji walikipata cha mtema kuni. Na leo nakutangazia, kama utakuwa kichwa maji, tunatoa wito, njoni mtembee. Unatembea, halafu wewe umesimama, wengine unatembea, wewe umesimama. Kiburi hicho. Jamani, njoni muandikwe. Tuna ubatizo wa bure, hakuna cha uniform, hakuna cha fedha. Ubatizo ni bure. Ingieni ndani ya safina. Wewe unakodoa macho tu. Nataka unisikilize kitabu cha Malaki 4 fungu la 1. Utakipata kilichowapata wenzako. Na leo ninapenda nikutangazie mara ya mwisho. Nipo leo na kesho. Kesho nitakuonyesha Yesu anavyokuja kuchukua wateule wake. Lakini kesho kutwa nitakuonyesha madhara ya walioonywa wakakaidi. Na mwisho nitakuacha wewe mwenyewe kuchagua. Kumbuka, sauti hii inaweza kuwa ya mwisho. Fungu la 1 ameandika hivi: kwa maana angalieni, siku ile inakuja, nayo inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi. Watu wote wenye nini? Watu wote wenye kiburi. Nao wote watendao uovu, madhambi, watakuwa makapi. Na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi. Na tena hata waachia shina wala nini? Wala tawi. Wanaoteketea ni wakina nani? Ufunuo 21 fungu la 8. Wanaoteketezwa siku Yesu anakuja, wakina nani hao? Fungu la 8 ameandika hivi. 21 fungu la 8 Ufunuo. Bali waoga watateketea, na wasioamini watakufa, na wachukizao watateketea, na wauaji watakufa, na wazinzi watateketea, na wachawi watakufa, na hao waabuduo sanamu na watateketea, na waongo wote. Na waongo wangapi? Na waongo wote. Isikie hiyo. Sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Bwana asifiwe. Tuliposomewa makundi pale, namba 1 watakaoteketea ni watu gani jamani? Wale wanaoitwa eti anaogopa mchungaji wangu ataniona, padri ataniona. Waoga wa kumwamini Yesu hadharani. Siku ile itawaangamiza. Siku ile watateketea. Waoga. Namba 2 ni watu gani? Ni watu wasiofanya ni jamani? Mahubiri wiki 2 unasikia, lakini hutaki kubadilika, hutaki kujitoa. Wasioamini watateketea. Na wengine wanaofuata ni wachukizao, waabudu masanamu, wazinzi, wachawi na waongo wote. Sehemu yao ni katika ziwa liokalo nini jamani? Jioni ya leo na mchana huu ninakupendekezea kumwamini Yesu. Bwana asifiwe. Fungu la mwisho limeandikwa hivi, kitabu cha Marko 16 lile fungu la 15 na 16 ameandika, hubali injili hubiriwe kila kona, ili kila kiumbe wafikie ujumbe. Soma hiyo.
Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Aaminie na kubatizwa atafanyaje jamani? Ataokoka. Ataokoka na gharika ya nini? Ataokoka na gharika ya moto. Wito wangu jioni ya leo, mwamini Yesu, uingie ndani ya safina. Bwana akuingize ndani ya ubatizo wa maji na wa Roho. Na Biblia inasema kila atakayebatizwa atafanya nini jamani? Ataokoka. Wangapi wanasema Yesu niokoe? Wanaosema Yesu awaokoe na gharika ya moto, mikono juu. Simameni wote. Kama unataka gharika ya moto ikupite kando, simama. Ila kama unaisubiria ije, unasema na ije. Bwana wabariki sana. Amen. 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 Hallelujah. Dunia ya wakati wa Nuhu wote waliangamia maji. Wakabaki watu wangapi? Kwenye bilioni 11.5 wakabaki watu 8. Ni wengi ni wachache? Kwa Sodoma na Gomora mabilioni ya watu waliangamia, wakaokoka watu wangapi? 3. Maana yake ni hii: waitwao ni wengi, wateule na njia iendayo uzimani waionao, lakini li njia lipana linalokwenda motoni, wapitao njia hiyo ni watu gani? Wewe je, uko tayari kujiunga na hawa wachache? Haijalishi ni 2, ni 3, ni 5, ni wangapi. Hao ndio wanawakilisha namba ya watu watakaookolewa katika Nyamalambe hii, wanaosema Yesu nisaidie, uniokoe na gharika ya moto inayokuja. Naomba usogee hapa mbele tufanye maombi. Wanaohitaji kuokolewa na gharika ya moto wote, kama unahitaji uokoke kwenye gharika ya moto, tembea usogee hapa mbele tuombe na wewe. Tembea baba, usogee. Kuna gharika inakuja, sogea huko mbele utaungua. Sogea baba, sogea mama, sogea kijana hapo, sogea dada, sogea. Yaani hapo malaika wanachukua taarifa zako, ripoti zako zinaenda. Yaani kama ukisimama nyuma, maana yake umeonyesha kichwa maji, umeonyesha kiburi. Na wenye viburi wote wataangamia. Nataka nikwambie baba yangu, acha kiburi. Mama acha kiburi. Kijana wewe, binti acha kiburi. Sogea utaungua. Sogea utaungua. Kuna gharika ya moto inafanya nini jamani? Inakuja na si muda mrefu dunia itawaka moto. Ninakupendekezea jioni ya leo, mwamini Yesu, ubatizwe Jumamosi na usalama wa maisha yako utakuwa umeupata. Na kuombea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wote wanaosogea hapa mbele, Yesu uwashike na mkono, uandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana wabariki mnaokuja, Bwana wabariki sana. Lakini kuna watu wanakwenda kubatiza Jumamosi. Ninaomba uzihirike hadharani. Yaani uonekane hadharani, usiogope. Kumbuka makundi tuliyoyasoma hapo. Namba 1 litakaloungua moto ni kundi la waoga. Sasa ninakuombea usio mwoga. Na mkisalia ngoja. Waimbaji wanapoimba, wewe sogea tu, usione aibu. Kama hitaji lako ni kuokoka kwenye gharika ya moto, uweze kuwa receive mandela tawapanga hapa jinsi ambavyo watajiandaa kwa ajili ya ubatizo. Just come on. Usije ukajuta. Kama ilivyo kwa wakati wanu, ndivyo itakuwa. Watu walifanya kama wapenda, walimsahau Mungu. Watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa. Yeah.
Usianze kujuta ya kwamba unalijua. Yo! Tembea mbele. Asante, karibu. Alihubiri kwa moyo wa upendo, waijenge safina. Watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa. Usikatae wito kamwe. Kumbuka ya kwamba tuko katika siku za mwisho wa crusade yetu hii. Kafana ni nafasi hii siweze kukupita kamwe, kwa sababu umekuja kwa ajili yako. Pengine hii sauti ikawa ya mwisho kwako. Iponye nafsi mama. watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa, watu walikataa, Get the point. Take a step forward.